Bwana Yesu asifiwe. Basi leo nina furaha kubwa sana kukuletea somo linalosema Ezra na uamsho. Je, uamsho wa kweli huanzaje? Hilo ni swali la msingi ambalo nitakiwa kulifahamu. Je, ni nini kinachomfanya mtu au kanisa lirudi katika mapenzi ya Mungu? Uamsho wa kweli huanza pale mtu anaporudi kwa Mungu kwa moyo wote. Katika kitabu cha Ezra tunaona jinsi Mungu alivyomtumia Ezra kuirejesha Israeli katika neno la Mungu, katika toba ya kweli na maisha ya utakatifu baada ya kipindi cha uhamisho. Unaona? Ezra hakutosheka kujua maandiko tu kwa sababu alikuwa ni mwalimu wa maandiko, bali alijitoa kuyachunguza, kuyatii na kuwafundisha wengine mapenzi ya Mungu. Sasa katika somo hili utajifunza siri za kuleta uamsho wa kiroho katika maisha yako binafsi, katika familia au kanisa. Utajifunza kwa nini neno la Mungu ni msingi wa uamsho. Utajifunza kuhusiana na umuhimu wa toba ya kweli, lakini pia uongozi wa kiungu na jinsi Mungu anavyowainua watu wanaojiweka tayari kutumika kwa ajili ya kujenga upya jamii yake. Kwa hiyo neno la hekima tu kwa kifupi kuhusiana na somo letu la leo linalosema Ezra na uamsho ni kwamba uamsho wa kweli hauanzi kwa kubadilisha mazingira, bali huanza kwa kubadilisha moyo. Yaani ule moyo wako utii neno la Mungu. Kwa hiyo uamsho huo unaanza moyoni. Unaposema kubadilisha moyo, na maanisha kubadilisha mitazamo, kubadilisha na kuondoa hisia mbaya, lakini kuwa na maamuzi sahihi. Ndio tunapozungumza moyo na maanisha hivyo. Kwa hiyo twende sasa katika somo letu kwa kina, na maandiko ya somo yatatoka katika kitabu kile cha Ezra ule mlango wa 7 hadi wa 10. Yaani Ezra mlango wa 7, mlango wa 8, mlango wa 9, mlango wa 10, milango minne. Kwa hiyo naomba tuende pamoja. Somo hili ni refu, kwa hiyo nahitaji muda wako na utulivu. Lakini kabla sijaendelea, naomba nimshukuru Mungu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya upendo wako mwingi. Asante kwa ajili ya kutupa nafasi kila itwapo leo ya kutumika mbele zako. Tazama, niko mbele zako mtumishi wako kulileta somo hili. Ninaomba Bwana ukatupe mioyo ya kulipokea na likatusaidie kwenye maisha yetu, likasababisha uamsho mkubwa sana na watu wako kukurudia wewe, na ikawe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaomba mwalimu Roho Mtakatifu nisaidie nikalifundisha somo hili kwa usahihi, na mwisho Bwana utukufu ukakurudia wewe, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amina. Somo ni Ezra na uamsho, na maandiko ya somo nimesema ni Ezra ule mlango wa 7, wa 8, wa 9, wa 10. Sasa tuangalie kweli ya Biblia inasemaje. Kweli ya Biblia inasema uamsho, yani kweli ya Biblia ya somo letu la leo, kweli ya Biblia inasema uamsho na urejesho huja kwao wanaoyasalimisha maisha yao chini ya viwango vya Mungu vya maisha matakatifu. Huu uamsho huo unaenda kwa kina nani? Uamsho huu huenda au urejesho huja kwao wale watu wanaoyasalimisha maisha yao. Wanayasalimisha maisha yao wapi? Chini ya viwango vya Mungu vya maisha matakatifu. Unajua Mungu naye ana viwango ambavyo vimesemwa kwenye neno lake, vile viwango vya utakatifu vipo. Kwa hiyo ukiweza kuishi sawa sawa na vile viwango,
Ukiweza kuishi sawa sawa na hizi standards za utakatifu kwenye maisha yako, kitu cha kwanza utakachokiona ni uamsho. Na unaposema uamsho, unajua ni hivyo hivyo, lina maana hivyo hivyo neno, kwamba hawa watu walikuwa wamelala, sasa wameamka. Na kulala kule kunamaanisha nini? Ni yale maisha ambayo ya kidunia. Unajua utakatifu suni unapoingia kwenye maisha ya mtu, anabadilika, anabadilisha uelekeo, anabadilisha mitazamo, anabadilisha ibada, anabadilika tabia. Umeona sasa? Ndio sasa hizo standards za kimungu hizo zinakufanya ubadilike. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hiyo ndio ilikuwa kweli ya Biblia ya somo letu la leo. Hebu tuangalie sasa mstari wa kukumbuka. Mstari wa kukumbuka unatoka katika kitabu kile cha Ezra, ule mlango wa 7 na mstari wa 10. Mstari wa kukumbuka tunaotakiwa kuukumbuka kwenye somo hili, sio mstari mingine hatuikumbuke, hapana. Huu tunatakiwa tuukumbuke kama andiko la msingi. Mstari huo ni katika kitabu cha Ezra, ule mlango wa 7 mstari wa 10. Yaani tukisema somo hili, yaani unajua mstari wa kukumbuka unamaanisha nini? Yaani ni mstari wa kukumbuka kutokana na somo unalofundisha siku hiyo au unalojifunza siku hiyo. Sasa mstari wetu wa kukumbuka ni huo, unatoka kwenye kitabu cha Ezra, huo mlango wa 7 mstari wa 10, ambao unatokana na kichwa cha ujumbe kinachosema Ezra na uamsho. Mstari wa kukumbuka unasema, kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Huu mstari tutausoma vizuri kwa kina huko mbele, kwa sababu nikiufafanua ndio somo zima. Ndio maana ni mstari wa kukumbuka. Bwana asifiwe. Kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana. Yaani nisema yaani moyo ni mawazo, ni hisia, ni tafakari, ni maamuzi. Kwa hiyo alielekeza Ezra mawazo yake, fikra zake, hisia zake, nguvu zake kufanya nini? Kuitafuta sheria ya Bwana. Alitaka kujua neno la Mungu kwa kina, alafu na kuitendea kazi. Yaani alitaka kujua maneno ya Mungu lakini na kuyaishi. Hakuishia hapo tena, akaendelea na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Kwa hiyo alivyotafuta sheria ya Bwana, akajifunza, akaelewa, akaanza kuishi, akaanza kuwafundisha wengine. Bwana asifiwe. Alivyoanza kuishi hivyo, kukatokea uamsho, akasababisha uamsho. Sasa hapo ni kama nimekupa mpaka mwisho. Sasa twende hatua kwa hatua. Mambo 7 tunayojifunza katika somo hili. Mambo 7 tunayojifunza katika somo hili la leo. Jambo la kwanza ni hili. Are you ready? Uamsho huanzia kwenye kusoma, kutafakari neno la Mungu pamoja na kuomba, kama alivyofanya Ezra. Uamsho huanzia kwenye kusoma, kutafakari neno la Mungu pamoja na kuomba. Unajua kusoma na kutafakari sio kitu kimoja, ni vitu viwili. Japokuwa cha pili ambacho ni cha kutafakari kinatokana na kusoma. Kusoma unaweza ukasoma tu ukapata knowledge, pata ufahamu, tukaelewa hiki kitu kinasema 1 2 3. Lakini kutafakari ni kuchunguza kwa kina, huku ukiwa unapokea ufunuo kutoka kwa Roho Mtakatifu kuhusiana na kile ambacho unakifahamu baada ya kusoma. Sasa umesoma neno la Mungu, umejua linasemaje, maana yake ni nini, fundisho lake ni nini. Zama sasa ndani kabisa. So umeshajua, zama sasa ili usikie sauti ya Roho Mtakatifu. Maana huwezi sikia sauti ya Roho Mtakatifu bila kutafakari.
tulia na kusikia na kutafakari kwa akili ya ndani, akili ya moyo, akili ya roho yako, ndipo ambapo sasa Roho Mtakatifu utamsikia na kusemesha kuhusiana na lile somo au lile andiko ambalo umelisoma. Kwa hiyo uamsho huanzia kwenye kusoma, kutafakari neno la Mungu pamoja na kuomba, kwa sababu kile ulichokitafakari, kile ambacho umekuwa revealed, ule ufunuo, ile revelations ile, muombe Mungu. Kama nikakuonesha kitu cha ni ahadi, muombe Mungu itimie. Kama ni dhambi, upate kutubu, maana that is information. Ile ni taarifa, bila kuifanyia kazi inakuwa ni bure. Huwezi pata uamsho bila kufanyia kazi kile ulichojifunza na kutafakari. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo uamsho huanzia kwenye kusoma, kutafakari neno la Mungu pamoja na kuomba. Yale uliyoyasoma na kuyaomba unaenda kuyafanyia kazi. Unakumbuka uamsho ulioanzia Azusa, Marekani, mwanzoni mwa miaka ya 1900. Huu Pentecost ambao unaoona siku za leo ulianzia Azusa mwaka 1900 pale mwanzoni. Nafikiri mtu mmoja anaitwa Seidu kama sikosei, mtu mmoja Mwafrika Marekani mweusi, baada ya kusoma maandiko akagundua kwamba yanayoendelea sio yale ambayo yanasema kwenye neno la Mungu. Hawaoni madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Ibada zilikuwa zimelala, ilikuwa ni liturujia tu. Ibada zilikuwa zimeshushwa mpaka kwenye level tu ile ya kusoma na kuelewa, haikuwa kwenye level ile ya matendo na madhihirisho. Sasa Seidun na wenzake Azusa pale walivyoanza kusoma neno la Mungu, wakaanza kujiuliza maswali. Mbona hichi kinachosema kwenye neno la Mungu hatukioni? Kwa sababu hata kama of course kama umeenda shule utaelewa na kile ninachokisema. Mfano kama unataka kudevelop policy, unataka kuandaa policy, lazima uidentify a problem. Yaani tatizo ndio linahoga mtaji wa kudevelop au wa kuandaa ni sera au mpango. Ni bila tatizo huwezi kuwa na mpango. Kwa Seidu na wale wenzake waligundua kwamba hakuna madhihirisho ya Roho Mtakatifu, hakuna tena uponyaji, hakuna tena kunena kwa lugha. Watu wamekuwa ni watu wa kawaida tu, wanaingia kwenye makanisa makubwa mazuri, wanatoka. Yaani kanisani ni sehemu ya kwenda kuvaa suti na nguo nyingine ambazo ni nguo zako unazoziona rasmi na kurudi nyumbani. Basi ndio ibada zilikuwa zimeshuka katika level hizo. Sasa watu wa Mungu wale wakasema mbona tunaposoma, na walianza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume. In fact walianza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Walivyoanza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume, yale ambayo yalikuwa yanaonekana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume hayakuwa yanadhihirika, hayakuwepo. Wakaanza kujiuliza swali, kwa nini haya mambo hayapo? Ndio sasa wakaanza kusoma kwa kina, kutafakari kwa kina, kuomba kwa kina. Wakaanza kuishi maisha ya neno la Mungu. Roho Mtakatifu akaanza kushuka. Unaambiwa lile eneo kila aliyekuwa akienda pale akiwa na shauku alikuwa anajaa Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu alijaa watu mpaka akajaa na eneo. Unajua Roho Mtakatifu katika vitu ambavyo huwa anafananishwa navyo, mojawapo ni mafuta. Unajua mfano kama kwenye madhabahu hii mafuta yakapakwa, kukaa kuna mafuta, ukija ukishika tu hata ukiondoka una mafuta. Kwa Roho Mtakatifu anaweza kufika mahali akajaza watu, akatawala eneo hilo, mpaka eneo tu, mpaka mtu anaingia pale akisema mimi leo nataka kuja, ukianza tu umejaa. Ndio maana unakuta kanisa mara nyingi ambalo lina Roho Mtakatifu ni rahisi sana hata wao kwenda kujaa Roho Mtakatifu, kwa sababu yupo kwa wingi. Haleluya, na mimi umenielewa. Sasa andiko ni hilo ambalo tunasoma hapo kwenye kitabu cha Ezra ule mlango wa 7 mstari wa 6 na wa 10 ule ambao nimeelezea. Mfano hiyo Ezra ule mlango wa 7 mstari wa 6, Biblia inasema huyo Ezra akakwea kutoka Babeli
naye alikuwa mwandishi mwepesi katika sheria ya Musa. Alikuwa ameitoa sheria ya Musa aliyokuwa ameitoa Bwana Mungu wa Israeli. Naye mfalme akamjalia matakwa yake yote, kama mkono wa Bwana Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. Kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake lokuatia. Huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Alikuwa mtu wa namna yake. Huyu kwa kweli ni mfano mzuri. Ezra ameuelekeza moyo wake kutafuta sheria ya Bwana. Namna gani ya kuitenda vizuri sheria ya Bwana, neno la Mungu. Alafu akuishia hapo, akaanza kuwafundisha na wengine, mpaka mfalme akaelewa kile ambacho alichokuwa anasema Ezra. Kila mtu anahitaji neno la Mungu. Ili chakula chako kiwe kizuri, kinahitaji comments. Wewe mwenyewe ukajipikia chakula chako ukala, ukasema ni kizuri, hakijawa kizuri mpaka watu wengine waonje ndio watasema kizuri. Chakula kizuri kinahitaji various testers tofauti tofauti. Neno la Mungu ni mkate wa uzima. Hebu tushare kwa watu wengine. Usiangalie mtu yoyote, hata mfalme anahitaji neno la Mungu kwa sababu anayo moyo. Unajua neno la Mungu linapokelewa kwenye moyo. Yeyote mwenye moyo anahitaji neno la Mungu. Haleluya. Ndio maana tunahubiria watu neno la Mungu. Hatuendi kuhubiria miti na mawe kwa sababu haina mioyo ile. Jambo la pili tunalojifunza katika somo ni hili. Uamsho. Jambo la pili, uamsho unaenda sambamba na usimamizi. Uamsho unaenda sambamba na usimamizi. Hebu tusome kwenye Ezra ule mlango wa 8 mstari wa 1 hadi wa 20. Tasoma pale, lakini sijui kama mimi nitasoma yote kwa sababu ya muda. Utasoma Ezra ule mlango wa 8 mstari wa 1 hadi wa 20. Lakini pia unaweza ukasoma Ezra ule mlango wa 7, huu ambao tunaendelea nao, mstari wa 13 hadi wa 16. Ezra ule mlango wa 7 mstari wa 13 hadi wa 16. Na unaweza ukasoma kitabu cha Ezra ule mlango wa 8 mstari wa 28 mpaka wa 30. Ezra mlango wa 8 mstari wa 28 mpaka wa 30. Hiyo ndio milango ndio maandiko yanayofafanua au ndio pointi hii imetokana na hayo maandiko. Yaani uamsho unaenda sambamba na usimamizi. Mfano, ngoja nisome hii Ezra mlango wa 7 mstari wa 13 mpaka wa 16. Biblia inasema, mfalme sasa huyo anasema, natoa amri ya kwamba, huyu ni mfalme wa Babeli kule Uajemi, anaitwa mfalme Artashasta. Baada ya kuelewa, baada ya kumfahamu Mungu wa Israeli, sikiliza anachozungumza. Mfalme anasema, natoa amri ya kwamba wote walio watu wa Israeli na makuhani wao na Walawi katika ufalme wangu, wenye nia ya kwenda Yerusalemu kwa hiari yao wenyewe, waende pamoja nawe. Alikuwa anamwambia Ezra, kwa kuwa umetumwa na mfalme na washauri wake 7 ili kuuliza habari za Yuda na Yerusalemu kwa sheria ya Mungu wako iliyo mkononi mwako. Mstari wa 15, na kuichukua fedha na dhahabu ambayo mfalme na washauri wake kwa hiari yao wamemtolea Mungu wa Israeli akae Yerusalemu, na fedha yote na dhahabu utakayoona katika wilaya ya Babeli, pamoja na vitu watakavyotoa watu kwa hiari yao, na vitu vya makuhani walivyotoa kwa hiari yao kwa ajili ya nyumba ya Mungu wao iliyoko Yerusalemu. Ninasema hivi, uamsho unahitaji usimamizi. Yaani unahitaji management. Unajua, ngoja nikwambie, mahali popote penye resources,
panahitaji management. Mahali popote penye rasilimali, unajua rasilimali ziko kama aina 5 hivi au 6. Kuna rasilimali watu, kuna rasilimali fedha, kuna rasilimali muda, kuna rasilimali siku hizi wanasema ICT, rasilimali teknolojia, ni rasilimali teknolojia, internet, umeona vifaa zile digital, sio vitu gani ni rasilimali. Lakini kuna kitu kinachoitwa fundamental resources. Fundamental resources ni nini? Kama ardhi, vile vitu ambavyo havihamishiki. Rasilimali majengo, umeona hizo. Sasa wengine wanasema physical, wanaita, wengine wanasema ziko aina 5 za rasilimali, wengine wanasema 6, wanaongeza hiyo physical resources. Sasa nachozungumza mahali popote penye rasilimali. Kumbuka hapa rasilimali hii inayozungumzia hapa kwanza ni watu. Wanahitaji usimamizi. Tayari kuna watu ambao wamejaa Roho Mtakatifu. Tayari kuna kundi la watu. Kuna kanisa la mahali pamoja. Linahitaji uongozi. Linahitaji usimamizi. Usipokuwa na usimamizi kwenye uamsho, unatengeneza kikundi kisichokuwa na uelekeo. Narudia tena, usipokuwa na usimamizi, yani management, kwenye kikundi cha uamsho, unatengeneza kikundi kisichokuwa na uelekeo. Yani kikundi kilichojaa Roho Mtakatifu lakini hakina uelekeo. Hatari sana. Na wengine sasa ndo wameokoka, ndo waongofu wapya. Halafu wapo tu, yani Roho Mtakatifu kajawa, naenda kuhubiri, hajui vizuri neno la Mungu, haelekezwi namna ya. Sasa wengine wataokoka, wakiokoka huko kwenye kuhubiri, lazima kuwe kuna utaratibu, usimamizi ya namna ya wale watu kuletwa kanisani, kufundishwa ili wakulie wokovu. Kwa hiyo uamsho unaenda sambamba na usimamizi. Ukiangalia ule mstari wa 14 hapa anaposema kwa kuwa umetumwa, mfalme anamwambia Ezra, kwa kuwa umetumwa na mfalme na washauri wake 7 ili kuuliza. Hapa anaposema ili kuuliza ni kutoa ripoti. Kwa kuwa umetumwa na mfalme na washauri wake 7 ili kuuliza habari za Yuda na Yerusalemu kwa sheria ya Mungu wako iliyo mkononi mwako. Sasa angalia kwa tafsiri ya Kiingereza kwenye Biblia inaitwa The Living Bible, TLB. Inasema I and my council of 7 hereby instruct you to take a copy of God's law to Judah and Jerusalem and to send back a report of the religious progress being made there. Kwa Kiswahili tu cha haraka haraka anamwambia hivi, mfalme anamwambia Ezra, mimi na washauri wangu 7 ninakuagiza kuchukua hii nakala ya sheria ya Musa ile, uende nayo mpaka Yuda, mpaka Yerusalemu, halafu unirejeshee ripoti ya shughuli za kidini zinazoendelea pale. This is pure management. Unaona mtu kwanza, kuna communications, huku yuko leader, mfalme. Bwana asifiwe jamani. Ngoja nikufundishe kidogo management, kwa sababu mimi nasoma hicho, ndio kitu ambacho nakisoma. Mimi masomo yangu ni management. Utaalamu wangu, bobezi wangu ni kwenye usimamizi. Kwa hiyo ngoja nizungumze kidogo mambo haya management. Zungumze haya mambo. Kwenye usimamizi unahitaji leadership. Lazima uwe na uongozi. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini kiongozi lazima uwe na lugha. Lazima ubobee kwenye namna ya kuwasilisha mawazo, mipango, mikakati. Ujue namna ya kumotivate watu. Ujue namna ya kuinstruct, kutoa maelekezo. Mfalme Artashasta ni bingwa kwenye ile eneo. Anamwambia sasa, lazima kuwe kuna order. Huwezi ukawa na usimamizi usikuwa na order. Lazima uwe na sheria, lazima uwe na ufuatiliaji, lazima uwe na ripoti, lazima uwe na evaluation, lazima uwe na monitoring, mambo mengi. Kwa hiyo kikundi chochote cha uamsho ambacho hakina uongozi, hakina usimamizi, ni kikundi cha wauni. Wataharibikiwa tu. Litaanza jambo zuri, alafu baadaye utaanza kuona vitu vya ajabu. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, kwa maana ya usimamizi. Haleluya. Naanza kuchemka sasa.
Ngoja nitulie kwa sababu natakiwa nifundishe. Kwa hiyo kikundi chochote kile kinahitaji hivyo. Uamsho unahitaji, kikundi cha uamsho kinahitaji usimamizi. Lazima wawepo viongozi na ripoti ya yanayoendelea. Hivi unajua hata kipindi cha Yesu, ngoja nimalize kusubiri kwanza kwa sababu unajua ni sehemu yangu, ndio maana nachemka sana. Lazima wawepo viongozi na ripoti ya yanayoendelea, yaani ripoti ya huduma zinazofanywa, namna zinavyofanywa na nani wanafanya kwa namna gani. Je, wanaookoka wamewekewa utaratibu gani? Kwa sababu uamsho unakufundisha neno la Mungu. Kuna watu wataokoka kwenye uamsho. Je, wanaookoka wamewekewa utaratibu gani? Pia kwenye uamsho kuna kutunza za rasilimali za kanisa. Ukisoma kwenye Ezra ule mlango wa 8 mstari wa 28 mpaka 30 pale. Ezra mlango wa 8 mstari wa 28 hadi wa 30. Ezra anawaasa makuhani kutunza vitu vya hekalu. Kwa ndio maana anasema pia kuna kutunza rasilimali za kanisa, yaani vitu vya kanisa. Haleluya. Msianzishe tu uamsho kanisani alafu hamna utaratibu. Wataokoka watu wengi kwa sababu Roho Mtakatifu ataokoa, lakini jukumu la kuwasimamia bado linabakia kwako. Si mkakuta watu mnawahubiria watu wanaokoka alafu ndio wakarudi tena kwa shetani wakaenda kupata shida. Wanaookoka tengeneze ni utaratibu. Bwana asifiwe. Sasa hiyo ni kwenye level ya mtaa, labda ni ibada ya mtaa, pawepo pana utaratibu wa kwenda kuhubiri, lakini pia wanaookoka wawekewe utaratibu wa kuja kanisani, wafundishwe mafunzo yale masomo ya kuukulia wokovu, wasimamiwe, wakuwe. Kama vile ambavyo watoto wadogo wanavyozaliwa na kulelewa, ndivyo ambavyo wanatakiwa walelewe na kutunzwa wale watoto wa uamsho. Haleluya, haleluya. Tusimamie kundi la Mungu. Tukifanya hivyo tutakuwa tunafanya kitu chenye thamani sana, kwa sababu hatutapoteza tena hiyo rasilimali ya watu ambao waliujia ufalme wa Mungu baada ya kulisikia neno la Mungu. Ndio maana mfalme anamwambia Ezra, nenda Yerusalemu kafanya hizo shughuli za kidini, lakini nataka ripoti. Kwa sababu gani mfalme anataka ripoti? Kawekeza. Unajua huwezi ukawekeza, yani umepeleka rasilimali fedha alafu hazina usimamizi. Hutaki kujua feedback yake. Hapana. Huo ni upotevu wa fedha, ni uharibifu. Mungu wetu atukuzwe sana. Jambo la tatu, muda unaenda sana. Jambo la tatu ambalo tunajifunza katika somo la leo ni hili. Ndani ya uamsho kuna urejesho. Ndani ya uamsho kuna urejesho. Haleluya. Ezra ule mlango wa 7 mstari wa 19. Alafu tutaenda kusoma tena hiyo Ezra 7 mlango wa 26. Kwa hiyo tutaenda kujifunza, tutaenda kusoma Ezra 7:19 na Ezra 7:26. Ezra mlango wa 7 mstari wa 19 na wa 26. Biblia inasema, na vile vyombo upewavyo kwa huduma ya nyumba ya Mungu wako virejeze mbele za Mungu wa Yerusalemu. Na kila mtu 26, na kila mtu asiyekubali kuitenda sheria ya Mungu wako na sheria ya mfalme na apatilizwe hukumu kwa bidii, kwamba ni kuuawa au kwamba ni kuhamishwa au kuondolewa mali yake au kufungwa. Ndani ya uamsho kuna kurejesha. Sasa nitaelezea huu mstari wa pili, lakini ngoja nianze. Unajua kuna kurejesha, unarejesha wenye dhambi, wale ambao walikuwa wamepotea. Unarejesha nini? Unarejesha wenye dhambi, wale ambao walikuwa wamepotea, walioondoka kwa Bwana, waliopotea dhambini. Wale ndio kundi la kwanza linalorejeshwa. Lakini kundi la pili linalorejeshwa ni wale waliokoka awali, waliorudi nyuma. Kwenye uamsho hao na wenyewe wanatakiwa warejeshwe, kwa sababu uamsho unahitaji kurejesha. Vile vilivyopotea ndio vinarejeshwa. Kwa hiyo waliopotea dhambini, watu ambao walikuwa hawajawahi kuamini kabisa, hilo ni kundi la kwanza. Lakini kundi la pili ni wale ambao walikwisha kuamini, lakini
walikuwa wameamini, lakini wakawa wamerudi nyuma. Hilo ni kundi la pili ambalo ni kundi la urejesho. Lakini vitu vingine ambavyo vinatakiwa kurejeshwa ni nini? Kanisa sasa hili limepoa. Ibada inatakiwa irejeshwe tena. Maombi yanatakiwa yarejeshwe tena. Utoaji unatakiwa urejeshwe tena. Utakatifu unatakiwa urejeshwe tena. Yaani kila kile ambacho kilikuwa kimepotea, aidha watu walipoteza kwa uzembe au vile vitu ambavyo adui alikuwa ameviiba, ni lazima virejee. Kama kanisa halina miujiza, halina matendo ya maajabu, halina mafundisho ya kweli, vyote hivyo vinatakiwa virejee wakati wa uamsho. Ndio maana ya uamsho. Lakini kingine ambacho kinachotakiwa kirejee ni discipline. Ni discipline, ni nidhamu ya kiroho. Kanisa lenye uamsho ni lazima liwe na nidhamu ya kiroho. Nidhamu ya kiroho ni lazima irejeshwe. Watu wanadhania kanisani ni mahali ambapo ni mahali holela. Hapana, ni mahali penye utaratibu kabisa. Ndio maana lipo neno la Mungu. Na neno la Mungu lina maelekezo ya adhabu kwa wale wanaokosa. Neno la Mungu linafanya motivations, si ndio? Linatia moyo, linafanya recognitions. Ukisoma Isaya anasema hivi, seremala akamtia moyo sijui nani yule afuaye, akamwambia kazi yake ni njema sana, yule akaikaza kazi vizuri. Iko recognition kanisani. Lakini pia kuna motivations, kuna kutiwa moyo. Ndio maana tunatiwa moyo wakati wa shida na matatizo, tusonge mbele. Lakini there is discipline. Kuna usimamizi wa nidhamu. Ndio maana makanisa yaliyosimama yanatenga watu waliofanya dhambi. Na kutenga ni kumpa mtu nafasi ya kutengeneza, sio kumnyanyasa, sio kumuonea. Ile ni adhabu ya kiroho. Hata Mungu anatoa adhabu. Sasa kwa nini kanisa ambalo lina maelekezo ya kimungu ya kutoa adhabu lisitoe? Mungu anatoa adhabu kupitia viongozi. Zile ni adhabu za kimungu. Na ni kweli wale ambao wanatii na kunyenyekea, ile adhabu inawarejesha kwa Mungu na wanakuwa tena watu wengine wazuri. Kwa hiyo usifanye uamsho bila kuwa na kusimamia nidhamu za kiroho. Bwana asifiwe jamani. Bwana asifiwe. Wewe utakuwa mtu gani ambaye unataka kufanya unachokitaka katikati ya kundi la watu wa Mungu? Hapana. Kama Biblia, neno la Mungu kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 20 inasema usizini. Usizini katikati ya kundi la watu wa Mungu. Huo ndio utaratibu. Na ukizini, ziko taratibu, unatengwa. Na unajua unatengwa kwa sababu gani? Inawezekana labda hukuwa unalifahamu vizuri neno la Mungu. Kwa hiyo kwenye wakati wa miezi yako 6 utafundishwa neno la Mungu vizuri ili usije ukafanya dhambi tena. Lakini pia unatengwa, adhabu zipo kwa ajili ya kutengeneza discipline, adabu. Watu waone kwamba hiki kitu kikifanyika ni kibaya, kitanishushia heshima yangu. Hata kama ulikuwa unafanya huduma, unafanya na dhambi, huduma hiyo utasimamishwa. Ndio discipline hizo katikati hizo. Sasa watu ambao hawataki maonyo, Biblia pia inawazungumza. Ni kizazi cha ukaidi. Mtu ambaye hataki kuonywa ni kaidi. Na mkaidi ni mtu ambaye saa yoyote ataweza kuvunjika shingo. Mungu anataka watu wenye mioyo laini, watu wanaonyumbuka mbele yake na mbele ya neno lake. Neno likisema kaa hivi unakaa. Wewe unaambiwa usizini, unazini. Unaambiwa usiseme uongo, unadanganya watu, unazusha katikati ya kundi. Hapana. Ukifuatilia unasema msinifuatilie maisha yangu. Hakuna. Ukishaingia kwenye maisha ya ulokole ya kumfuata Mungu, kwenye kundi la watu wa Mungu, tutakufuatilia na utafuatiliwa. Ndio ilivyo. Hata Yesu alifuatilia. Tunakumbuka yule mfano wa Bwana Yesu kuhusiana na yule kondoo aliyepotea. Hatupo mfano mzuri kwamba baada ya yule mtu kuleta kondoo wake 99 kwenye zizi, akaona mmoja hayupo, akatoka akaenda kumtafuta mpaka milimani. Huu ni ufuatiliaji. Huwezi ukawa na kundi ambalo halina kufuatilia. Sasa tutajuaje kama umepotea ndugu yetu, au umeibiwa, au umepata shida kama tusipokufuatilia? Haleluya. Tunaenda mbinguni jamani. Hii dunia tutapita tu. Kubali kufuatiliwa, kubali kusimamiwa.
Hii ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu na ni kwa ajili ya maslahi ya maisha yako. Litukuzwe jina la Bwana. Jambo la 4 tunalojifunza ni hili: uamsho unahitaji kugharamikiwa. Uamsho unahitaji kugharamikiwa. Yaani gharama kabisa. Biblia inasema wataendaje wasipopelekwa? Kama tunataka uamsho kwenye kanisa letu, kama tunataka uamsho kwenye ibada za mitaa, kama tunataka uamsho kwenye kundi la maombi, kama tunataka uamsho kwenye idara, gharama inaweza ikawa gharama ya fedha, inaweza ikawa gharama ya muda, gharama yoyote ya kujitoa. Unaona? Lakini pia kuna gharama ya wewe ni kiongozi unaofuatilia watu wanakuchenga. Kwa hiyo kuna gharama pia za kuudhiwa, kuna gharama za kusemwa. Hizo ni gharama zote. Watu wanasemaga tu gharama moja tu ya fedha. Hapana, gharama. Kwa hiyo uamsho unahitaji fedha zetu, na huwezi kuwa na fedha kama usipozitafuta. Kwa hiyo hata kutafuta fedha, kuwa na uchumi imara, kupambana ili kuwa na maisha mazuri, ni uamsho huo. Unatoka kwenye umaskini, lazima uamsho unataka watu wenye fedha. Kwa hiyo tutatafuta fedha, lakini tutazitumia hizo fedha pia kwa ajili ya kumtumikia Mungu wetu, kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Njana injili ya leo, somo la leo la moto. Na huu moto ndo tunautaka, kwa sababu ndo tunautaka utuamshe kutoka kwenye ubaridi ambao tunao. Haleluya. Kwa hiyo uamsho unahitaji kugharamikiwa. Ukisoma hapa kwenye kitabu hichi cha Ezra ule mlango wa 7 mstari wa 20 mpaka 23, utaona hili. Ezra ule mlango wa 7 mstari wa 20 hadi wa 23. Biblia inasema, na chochote kitakachojitajiwa zaidi kwa ajili ya nyumba ya Mungu, kitakachokupasa kukitoa, kitoe katika nyumba ya hazina ya mfalme. Na mimi mfalme Artashasta nawapa amri wote wenye kutunza hazina walio ng'ambo ya mto, ya kwamba kila neno ambalo Ezra kuhani mwandishi wa Torati ya Mungu wa mbinguni atalitaka neno, kila neno, yani chochote atachokitaka, na litendeke kwa bidii nyingi. Yani atakachokitaka apewe kwa bidii nyingi, kwa sababu uamsho unataka vitu. Hata kiasi cha talanta 100 za fedha apewe, na vipimo 100 vya ngano apewe, na bathi 100 za divai apewe, na bathi 100 za mafuta na chumvi, na bila kuuliza na chumvi bila kuuliza kiasi chake. Yani chochote atakachokitaka Ezra kwa ajili ya kwenda kufanya uamsho Yerusalemu apewe. 23. Kila neno litakaloamriwa na Mungu wa mbinguni na litendeke halisi kwa ajili ya nyumba ya Mungu wa mbinguni. Kwa nini itokee ghadhabu juu ya mfalme na wanawe? Ukisoma Ezra 8:35, Biblia inasema, na wana wa uhamisho waliokuwa wametoka katika uhamisho wakamtolea Mungu wa Israeli sadaka nyingi. Zinasemwa pale, wakamtolea sadaka. Kwa hiyo sadaka inahitajika. Tubadilishe aina ya viwango tunavyotoa. Tutoe kwa maana ya kutimiza lengo la uamsho. Sio tutoe kwa sababu tunatakiwa kutoa tu. Toa huku ukiwa kwenye moyo wako unasema, fedha hii itatumika kwenda kujenga makanisa. Fedha hii itatumika kwenda kufanya uinjilisti. Fedha hii itatumika kwa ajili ya kwenda kujenga ufalme wa Mungu. Huko ndio kutoa kunakotakiwa. Hatutoi kwa ajili ya kumnufaisha mtu yoyote. Unajua sadaka sio msaada. Sadaka ile ya kanisani sio msaada kwa Mungu. Hapana. Watu ndio wanadhaniaga sadaka wanaotoa kwenye vyombo vile vya sadaka ni msaada, unamsaidia mchungaji. Hapana. Ile unawapa maskini ndio msaada. Tena ni kwa sababu umepewa neema ya Mungu tu, kwamba badala ya wewe kuwa maskini kuna mwingine ni maskini, wewe ili wamsaidie maskini.
Kwa hiyo kile sadaka inayotolewa ni kwa ajili ya uamsho, ni kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Tutoe vizuri ili kazi ya Mungu ifanyike vizuri. Haleluya, haleluya, haleluya jamani. Jambo la 5 kwa ajili ya muda, ili uamsho ufanikiwe, watumishi ndani ya nyumba ya Mungu wanapaswa kutimiza majukumu na wajibu wa wito wao. Ili uamsho ufanikiwe, watumishi ndani ya nyumba ya Mungu wanapaswa kutimiza majukumu na wajibu wa wito wao. Mara ya 3 narudia. Ili uamsho ufanikiwe, watumishi ndani ya nyumba ya Mungu wanapaswa kutimiza majukumu na wajibu wa wito wao. Yaani kwa maana ya rahisi ni kwamba katika nyumba ya Bwana kila mtu mwenye huduma, mwenye karama anatakiwa atimize majukumu ya wito wake. Kama wewe ni mwalimu unafundisha neno la Mungu kama mimi, fundisha. Ndio maana unaona hata nakuwa na mimi na vipindi vya online, vya TV, nasema TV, na mimi siku moja nitakuwa na TV basi. Kwa ajili ya YouTube channel. Ni kwa ajili gani? Natimiza wajibu wangu wa kufundisha neno la Mungu. Isitoshe tu kufundisha watu wachache, lakini basi hiki ambacho kinafundishwa mahali hapa kiende dunia nzima na kihifadhiwe kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Bwana asifiwe jamani. Timiza sasa. Wewe unaimba, imba kama vile ambavyo hutawahi kuimba tena. Tunga nyimbo, omba Roho Mtakatifu akupe nyimbo za mbinguni zitakazoenda kuwa ibada kwa watu. Sio zikawaburudishe tu, zikawe pia na ibada, zikabadilishe maisha ya watu. Ukiimba vizuri ni injili hiyo. Wewe kama ni mwinjilisti, timiza jukumu lako. Timiza wito wako. Kwa sababu uamsho unahitaji nimesema nini? Kila mtu kutimiza wito wake au wajibu wake ili uweze kufanikiwa. Haleluya. Angalia ile Ezra ule mlango wa 7 mstari wa 24 hadi 25. Ezra ule mlango wa 7 mstari wa 24 hadi wa 25. Tena twawaarifuni ya kuwa katika habari ya makuhani na Walawi na waimbaji na mabawabu au walinzi hao na mabawabu na wanethini na watumishi wa nyumba hii ya Mungu, si halali kuwatoza kodi wala ada wala ushuru. 25 anasema, na wewe Ezra, kwa kadiri ya hekima ya Mungu wako iliyo mkononi mwako, waweke waamuzi na makadhi. Sasa hapo unafanya nini? Sasa ni mfalme anamfundisha au anamshauri Ezra kwamba ili hiyo kazi ya uamsho ifanikiwe, wale watu, weka watu kwenye vitengo mbalimbali. Waimbaji waimbe, makuhani wahudumu. Lakini anasema hivi, waweke waamuzi. Na wewe Ezra, kwa kadiri ya hekima ya Mungu wako iliyo mkononi mwako, waweke waamuzi wa makadhi. Ni usimamizi huo. Yaani weka viongozi wa viongozi. Management hiyo. Unatengeneza hierarchy hapo. Unatengeneza structure ya organization. Sema mimi ndo mambo yangu. Bwana asifiwe. Unaunda hiki kitengo, hawa ni waimbaji, idara ya waimbaji, sijui hawa waombaji, ndio hicho kinachosemwa. Lakini palepo na mwenyekiti, katibu, waliojaa Roho Mtakatifu wanaweza kusimamia, kwa sababu wewe mchungaji au wewe ni nani, huwezi kufanya kila kitu. Ile ndio mikono yako ya kutekeleza. Ndio kwa hiyo imejaa Roho Mtakatifu na maono ya uamsho, ili uamsho uweze kufanya. Ndio mfalme Artashasta, huyu bingwa wa management, anamshauri Ezra, weka viongozi watakao hukumu watu wote walio ng'ambo ya mto. Viongozi moja hapo ya majukumu yao ni kufanya hukumu, judgment, kutatua changamoto, kusolve problems. Yaani wote wenye kuzijua amri za Mungu wako, ukamfundishe yeye asiyezijua. Kwa sababu unafanya uamuzi kwa mujibu wa neno la Mungu. Sheria hiyo ndo neno la Mungu. Haleluya. Jambo la 6 ni hili. Uamsho unahitaji imani na kumtegemea Mungu. Uamsho
unahitaji imani na kumtegemea Mungu. Lazima kuwepo na maamuzi ya kumtafuta Mungu kwa kufunga na kujikabidhi moja kwa moja kwa Mungu. Usiwe na tegemeo jingine. Uamsho unahitaji imani na kumtegemea Mungu, kwa sababu anayeamsha ni Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu. Ukisoma kwenye kitabu cha Ezra ule mlango wa 8, soma wote pale 21 mpaka 23, alafu tena ukasoma 31. Ezra mlango wa 8 mstari wa 21 hadi wa 23, alafu ukasoma mstari wa 31. Biblia inasema ndipo nikaamuru kufunga. Huyo Ezra sasa anasema ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na watu na mali yetu yote. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda safarasi. Yaani mfalme ameshampa kila kitu. Ezra anasema mimi niliona haya kumwambia mfalme, sasa nipe na askari wa kutusindikiza kurudi Yerusalemu. Ilikuwa ni kundi la pili ambalo lilikuwa linarudi Yerusalemu. Kundi la kwanza liliongozwa na Zerubabeli. Hili ni kundi la pili sasa, baada ya kupelekwa, unakumbuka walipotenda dhambi, wakapelekwa utumani kule kwa Wajemi huko Babeli, kwenda kutumika huko utumwani huko kwa mfalme Nebukadneza. Sasa muda umeenda, sasa hivi huyu ni mfalme mwingine anaitwa mfalme Artashasta, ndo anaratibu huu urejesho wa awamu ya pili ambao ulikuwa unasimamiwa na Ezra. Umeona? Sasa mfalme ameruhusu, nendeni kajengeni hekalu, akawapa na vitu vinavyohitajika. Sasa Ezra anasema mimi niliona haya kumwambia mfalme, unipe tena na askari wa kunisindikiza. Akasema sisi tutamtegemea Mungu, kwa sababu Mungu anawalinda wote wanaomtegemea. Sasa ameondoka pale, njiani sasa kuna waviziaji, kuna watu, na nini, safari kwa muda mrefu, karibia miezi 5 walisafiri. Walitoka mwezi wa 3 wakafika mwezi wa 8, 7 mwezi wa 8. Karibia miezi mingapi sijui. Ni kundi sasa hili la watu, ni wengi. Wana vitu, wana dhahabu, wana vitu gani, wana fedha, vile vitu ambavyo vilichukuliwa hekaluni vilivyopelekwa kule Uajemi, sasa vilikuwa vinarudishwa Yerusalemu kwenye nyumba ya Mungu. Kwa hiyo kuna wezi ambao wangewavamia. Sasa ilikuwa wanahitaji askari, lakini sasa kwa vile yeye alishasema Mungu anaweza kumsaidia, ndio nasema ukiwa uamsho unahitaji kumtegemea Mungu moja kwa moja. Akasema mimi nikaona haya. Anasema naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani, kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu juu ya watu wote wanaomtafuta kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Basi tukafunga. Umeona sasa, ili wapate huo msaada wa Mungu, anatuambia wakafunga, tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatukubali. Mstari wa 31 anasema ndipo tukasafiri toka mtoni Ahava siku ya 12 ya mwezi wa kwanza ili kwenda Yerusalemu, na mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nasi, akatuokoa na mkono wa adui na mtu mwenye kutuvizia njiani. Mtegemee Mungu mmoja kwa moja, utapata fedha. Sasa usiyokahamisha utegemezi wako kutoka kwa Mungu kaangalia uwezo wako wa kuongoza au fedha zile ambazo zimepatikana kutokana na sadaka. Hapana, bado unamhitaji Mungu ili akulinde na waviziaji njiani, watu ambao wanaweza kusababisha hilo kundi likasambaratika, watu wanaweza kuharibu. Lazima umuombe Mungu ili akulinde na huduma yako. Bwana asifiwe sana. Jambo la 7 tunalojifunza ni hili: uamsho unahitaji watu kuishi maisha matakatifu. Uamsho unahitaji watu kuishi maisha matakatifu. Tunapaswa kuishi maneno ya maungamo yetu kila siku ili tuendelee kuwa safi na kumpendeza Mungu. Uamsho, narudia tena, unahitaji watu kuishi maisha matakatifu. Tunapaswa kuishi maneno ya maungamo yetu
kila siku, ili tuendelee kuwa safi na kumpendeza Mungu. Tuishi yale maneno ya maungamo yetu. Si ulitubu ukasema sitarudia tena, kuanzia sasa naanza kurudi nyuma, naanza kunageuka, narudi nilipoangukia ili nimpendeze Mungu. Uamsho kwenye kundi lolote, iwe ni kwenye mtaa, iwe ni kwenye idara, iwe ni kwenye kanisa, iwe si kwenye nini, unahitaji utakatifu. Angalia Ezra ule mlango wa 9 mstari wa 1 hadi wa 6, halafu 10 hadi 15. Wale ambao sasa baada ya kurudi, wale kundi la uamsho waliorudi sasa Yerusalemu, unajua nini kilitokea? Angalia, walienda wakafanya tena madudu. Yaani walikuwa utumwani kule, Mungu amewarudisha wakajisahau, kwa sababu binadamu ana tabia ya kujisahau. Unajua binadamu anapopata raha kidogo huwa na relax. Akirelax nidhamu yake huwa inashuka. Angalia tu, yani angalia sana, ukianza kuona unafanikiwa, huwa nidhamu ndo kitu cha kwanza kukutoka. Kama ulikuwa unaomba, kama ulikuwa unatoa, kama ulikuwa unakesha, ulikuwa unafanya wema, ukishaanza kupata, maombi yanapungua kwa sababu vitu vingi ambavyo ulikuwa unaviomba umeshavipata. Hawa sasa ukisoma kwenye hii milango utaona nini kimetokea. Ezra ule mlango wa 9 mstari wa 1 hadi wa 6. Na mambo hayo yalipokwisha kutendeka, wakuu wakanikaribia wakasema, yaani wameshamaliza hata kujenga wamesha mambo ya hekalu, wameshaweka vitu vizuri, maisha yameshaanza sasa kuendelea. Na mambo hayo yalipokwisha kutendeka, hayo nilieleza, wakuu wakanikaribia wakasema, watu wa Israeli na makuhani na Walawi hawakujitenga na watu wa nchi hizi, wamefanya sawasawa na machukizo yao. Wamefanya nini? Yaani machukizo ya Wakaanani na ya Wahiti na Waperizi na Wayebusi na Waamoni na Wamoabi na Wamisri na Waamori. Wamefanya kosa gani? Maana wametwaa binti zao kuwa wake zao na wake za watoto wao. Basi mbegu takatifu wamejichanganya na watu wa nchi hizi. Naam, mkono wa wakuu wa mashehe umetangulia katika kosa hili. Nami niliposikia hayo, nikararua nguo yangu, Ezra anatuambia, na joho yangu, nikang'oa nywele za kichwa changu na ndevu zangu, nikang'oa na ndevu zangu, nikaketi kwa mshangao. Unajua anashangaa nini? Yaani watu walichukuliwa kule miaka 70 utumwani kwa ajili ya dhambi. Wamerudi tu miezi michache, tayari wamesharudia dhambi. Ndio kitu kilichomshangaza, yani akawa kama ameparalyze Ezra. Ndio nilichokuwa nasema, binadamu akisha relax kidogo anasahau alipotoka. Nami niliposikia hayo nikararua nguo yangu na joho yangu. Anasema mbegu takatifu wamechanganya na watu wa nchi. Unajua ukishachanganya mbegu mbili unapata iziti molatos, unapata hybrid. Haiwi tena, unaangalia yale makuku yale machotara yale, sio kama yule kuku yule wa mwanzo. Kuna vitu vinakuepo pale. Ndio maana Mungu hakutaka kabisa Israeli ichanganyike, kwa sababu ile ni mbegu takatifu. Hakutaka kabisa ichanganyike na mbegu ya watu wa nchi nyingine, kwa sababu unajua tokea awali Mungu alikuwa anataka kulihifadhi ili taifa, ili kupitia ili taifa azaliwe Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye hana mchanganyiko wa vitu vingine vingi. Hii ni mbegu ilikuwa, unafahamu zamani walikuwa wana mbegu ile mfano mahindi ya mbegu yalikuwa yanahifadhiwa mahali ambapo kwanza haiwezi kuharibika. Wengine walikuwa wananing'iniza jikoni kwenye moshi. Lile hindi linakaa mwaka mzima, linakuwa gumu kama jiwe. Mdudu mwenyewe hawezi kulila. Ukishafika wakati wa kupanda na kuchua na panda, inazaliwa mbegu original. Kwa Mungu alihifadhi hichi kizazi. Sasa wale waliporudi kule wakaanza kuoa watu wa makabila mengine, wakajitwalia watoto wao wakaoa. Lile likawa chukizo, kwa sababu walikatazwa kwenye neno la Mungu wasifanye. Mungu atusaidie sana. Anasema nikasema, Mungu wangu. Mstari wa 6. Nimetahayari, naona haya kuinua uso wangu mbele zako Mungu wangu, kwa maana maovu yetu ni mengi, hata yamefika juu ya vichwa vyetu,
na hatia yetu imeongezeka na kufika mbinguni. Na sasa Mungu wetu, tuseme nini baada ya hayo? Maana tumeziacha amri zako ulizotuamuru kwa midomo ya watumishi wako manabii, ukisema, nchi ile mnayoiendea ili kuimiliki ni nchi ya uchafu. Yani wale watu walikuwa wanakaa kule kwa sababu ya uchafu wa watu wa nchi zile, kwa ajili ya machukizo yao yaliyoijaza tangu upande huu mpaka upande huu, kwa uchafu wao, basi msiwape wana wao binti zenu. Umeona hili katazo, wala msitwae binti zao kuwa wake za wana wenu, wala msiwatakie amani wala kufanikiwa milele, ili mpate kuwa hodari na kula wema wa nchi hiyo, na kuachia watoto wenu urithi wa milele. Kwa hiyo Mungu alishawakataza tokea mwanzo wasioe wala watoto wao wasioe wala watoto wao wa kike wasiolewe na watu wa sehemu wa makabila mengine. Wenyewe walipofika kule hawana wa uhamisho, kisha kwanza kwenda kuchukua wanawake za watu wa makabila tofauti na eneo la Mungu, ile ikawa shida. Walishindwa kutunza ule utakatifu. Ndio maana anasema hivi, utasoma hiyo 9 yote na 10 kwa ajili ya muda. Ezra 9 yote na 10. Ndio maana anasema uamsho unahitaji watu kuishi maisha matakatifu. Tunapaswa kuishi maneno ya maungamo yetu kila siku, tuendelee kuwa safi na kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe. Hata haya mambo siku za leo, ndio maana unaona kama umeokoka unashauriwa kuwa mtu ambaye ameokoka kama wewe, kwa sababu mnazungumza lugha moja, mnaabudu Mungu huyo huyo mmoja. Kenda kumtafuta mtu mwingine ambaye haamini, ni rahisi sana kukutoa wewe kwa Mungu. Hizo ndio taratibu za kanisa, taratibu ambazo zinatokana na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Vijana, Bwana asifiwe. Unajua watu wengi sana wanadhania kwamba haya mambo yanasemwa ni mawazo ya viongozi au wachungaji. Ni neno la Mungu. Tokea mwanzo unaona hawa wamekatazwa kwenda kuoa, kwa sababu ile mbegu takatifu inatakiwa iwe present. Na unajua mbegu takatifu ni neno la Mungu pia kwa siku za leo. Halitakiwa kuwa corrupted na elimu nyingine ya watu mwingine. Ndio maana naambia oa mtu wa imani yako, ili ile mbegu iendelee kuzaliwa na watoto wanaozaliwa waendelee kuishi, kufundishwa kupitia yale mafunzo ambayo unayo, na Mungu aendelee kuwepo kwenye kizazi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Baba, nakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Libariki neno lako na wale wote ambao wamelisikia. Mungu katupe hatua za kukujua na kukupenda wewe, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwe sana. Asante sana.